husika zinatakiwa kuwachukulia hatua kali wale ambao wanashukiwa kujihusisha na sukari haramu humu nchini. Atuoli aliyesema haya katika kanisa la St. Peter's Seminary Mukumu katika hafla ya kuchangisha hela. Kwa wale watu wetu wako na njaa, watu wetu wako na shida, sukari imeletwa mingi, hiyo sukari tunataka iwe destroyed, iharibiwe. Ili vibarua vipatikane. Kama si hivyo, Mumias will be a ghost town. Nilisema hivyo 2012 mwezi wa Disemba tukiwa uke Matungu kwa Rambe. Nikasema hii kitu hii ya Mumias hii it's at a nose diving. Watu wakafikiria nasema tu siasa. Tumepoteza huko kazi more than 6,000 employees wale walikuwa kwa hicho kiwanda, ukiweka pamoja na families zao zote na wale watu walikuwa wanafanya biashara around Mumias, almost 500,000 people waliokuwa wanadepend kwa hiyo kiwanda hawana pahali pa kwenda. Angalia Nzoia, Soni, Chemelil, juzi jana walikuwa wanaandamana wafanyikazi huko na kwingine yote because ya mambo ya watu binafsi kuleta sukari. Kwa hivyo president must crack down the whip. Na sisi tunamsupport. Na nobody should contradict him. Kusema lifestyle inaangalia nani. Sisi tunasema amulike kila mtu. You must be able to explain. Hii mali ulipata wapi? Na mtazamaji, tukiachana hayo, video ambayo ilisambazwa katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania imezua hofu ya usalama wa dawa za binadamu, hatua ambayo ilipelekea mamlaka ya chakula na dawa nchini humo kuingilia kati na kutoa ufafanuzi baada ya kumkamata msambazaji wa taarifa hiyo. Rajab Hassan na maelezo zaidi kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Elia Emmanuel yumo katika majuto ya kusalitiwa na fikra zake. Ukiweka maji, angalia inavyokuwa. Hakuwaza madhara ya kusambaza video hii katika mitandao ya kijamii. Inahusu dawa ya kutuliza maumivu aina ya paracetam yenye jina la kibiashara Panado, anodai ni feki na inauzwa katika maduka ya dawa nchini. Mnisamee, sikufanya kwa kukusudia, ilikuwa ni katika hali. Mamlaka ya chakula na dawa Tanzania TFDA, baada ya video hiyo wanaoita ya uzushi, imeeleza hali ya usalama wa dawa nchini Tanzania baada ya video hiyo kuzua hofu miongoni mwa watumiaji wa dawa hiyo. Kwa hiyo zile ambazo zilikuwa zinaonekana pale, zile zinaitwa ni tab towel, ni taulo ambazo zimetengenezwa katika mfumo wa duara, ambazo zenyewe zikiwekewa maji zinajifungua zenyewe na kufunguka hivi na kutumika kwa ajili ya kusafishia mikono. Kwa hiyo haina mahusiano yoyote na dawa za Panado kama ambavyo zilitajwa kwenye ile video. Zimesajiliwa na mamlaka ya chakula na dawa na bado zina cheti cha usajili na ni salama na bado ziko kwenye soko. Taratibu za kimahakama nchini zinabainisha adhabu ya mtu anayesambaza habari za uzushi na za kutia hofu. Sambaza uvumi ni kosa kisheria. Isipokuwa sasa kosa lile kama kweli itathibitika kama hivi, adhabu zipo. Na adhabu zimewekwa za chini, tunaita minimum sentence. Kwa hiyo adhabu ya chini kabisa ni 100,000, maana yake sio chini ya 100,000 kama ni fine. Maana yake inaweza kaenda mpaka milioni 10, maana yake itategemea busara ya mahakama. Haijawekwa wazi adhabu itakayomkabili kijana Elia Emmanuel. Hata hivyo yeye anakuwa wa mfano na onyo kwa wenye tabia kama yake. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Na mtazamaji, tukiwa tungali nchini Tanzania, zaidi ya wanafunzi 52,000 wamejisajili katika mtandao wa maombi ya mkopo wa bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu nchini humo, ikiwa ni mwanzo wa maandalizi ya mwaka mpya wa masomo ya elimu ya juu kwa mwaka 2018-2019. Rajab Hassan na maelezo zaidi kutoka jijini Dar es Salaam. Hizi ni harakati za kila siku za watumishi wa shirika la Posta Tanzania na waombaji wa mikopo ya elimu ya juu nchini hapa tangu kufunguliwa rasmi kwa dirisha la maombi ya mikopo kwa mwaka mpya wa masomo 2018-2019. Sara Mohamed ana umri mkubwa kuliko waombaji wengine wote hapa. Hata hivyo yuko hapa kwa niaba ya mwanae kipenzi anayelitumikia jeshi kwa wakati huu.
Ametuambia baada ya kuhangaika usiku na mchana, hatimaye tumaini jipya linachomoza baada ya kufanikisha hatua zote za maombi ya mikopo. Najisikia ni hapa najisikia tukaanza kuanzia toka jana nilipokamilisha mpaka kufika hapo nikaelekezwa nenda pale hivi. Yaani najisikia furaha kwa kweli. Ila hapo namuomba Mungu asimame mwenyewe. Maombi ya mikopo yataifikia bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu kupitia mtandao na shirika la Posta ambalo tangu awali lilijipanga kutoa huduma hiyo. Hata hivyo, shirika linatarajia kuhudumia waombaji wengi zaidi nyakati za mwisho. Tuna wanafunzi 14,000 tu 440 ambao washaleta maombi yao. Kwa hiyo changamoto ya sasa hivi tunaiona kwa siku hizi zilizobaki kuja kuhudumia wanafunzi kwa kiasi cha kurundikana kwa siku za mwisho ambao hatukupenda na tumetoa elimu mapema wawahi. Vijana hawa watalazimika kulipa mikopo watakayopewa miaka 2 baada ya kuhitimu masomo yao. Ninaamini mpaka nimalize hiyo elimu yangu ya chuo kikuu ya degree nitakuwa ndani ya miaka 2 itaweza kunitosha kuanza kulipia kidogo kidogo. Kwa mujibu wa bodi hii, hadi sasa waombaji 52,854 wamejisajili kwenye mtandao wa maombi ya mikopo. Pia ofisi za shirika hili nazo zitasalia wazi kupokea barua za waombaji. Rajabu Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Na mtazamaji, kaunti ya Mombasa huenda ikajipatia sura mpya endapo agizo la kupakwa rangi kwa nyumba zote zilizoko katikati mwa jiji ama mji wa Old Town litatekelezwa. Kulingana na kaunti ya Mombasa, kufikia tarehe 30 Juni, kila mmoja anapaswa kuwa amepaka rangi ya samawati na nyeupe kufikia hiyo tarehe. Francis Mtalaki na maelezo zaidi kutoka Mombasa. Unapotupia jicho baadhi ya nyumba zilizoko katikati mwa jiji la Mombasa, sura ya kaunti imeanza kubadilika. Rangi za samawati na nyeupe sasa ndizo zimeanza kutawala mji huu. Sura mpya ambayo sasa serikali ya kaunti ya Mombasa imekariri kuwa inalenga kuiuza Mombasa sio tu humu nchini bali kimataifa. We wanted a special identity and we wanted Mombasa to be Instagrammable. Mombasa County has been grappling with a bad image. An image of garbage. At one time we were called a garbage resort. Kila kona utakutana na wajenzi wakiendeleza shughuli za upakaji rangi. Agizo hili likiathiri pia kampuni zinazojitambulisha kupitia rangi. As a county government have set standards of how you will brand your businesses. You are only allowed to have your dimensional signs under your building with your name, your colors on that illuminated sign. But the building on its own should not be graffitied or painted. Miliki wa nyumba zilizopambwa kwa vigae pia huenda wakahitaji chemsha bongo zaidi. We have asked them to present their drawings and the pictures of the buildings, and whereby we can advise and put in maybe a skirting of blue, we have advised to do so. Kando ya barabara pia pameanza kurembeshwa kama njia moja ya kubadili sura ya kaunti ya Mombasa kwa wenyeji na watalii. Kaunti ya Mombasa huenda ikajipatia sura mpya na hususan kiutalii kuweza kujiuza hasa katika mataifa ya nje. Haya yanajiri wakati wamiliki wa nyumba wamepatiwa hadi tarehe 30 mwezi Juni kuweza kutekeleza agizo hilo. Francis Mtalaki, KTN News, Mombasa. Na imani katika madaktari wa kienyeji ni baadhi ya sababu ambazo zimetajwa kuwa kichangio kikuu cha vifo vya mapema kwa watoto katika kaunti ya Turkana. Na baada ya kuangazia taarifa kuhusu kazi ya wahudumu wa afya wa kujitolea, tunaangazia ama ni zamu ya mzazi ambaye imani na mapenzi kwa waganga wa kienyeji ilisababisha kifo cha mwanawe. Hata hivyo, mtoto wao wa pili alinusurika kifo baada ya kutibiwa na wahudumu wa afya wa kujitolea. Kijijini Kachaimeri, eneo la Lorgum katika kaunti ya Turkana, ni nyumbani kwake Akuam Adekei. Anastahili kuwa na watoto wawili, lakini mwanao wa kwanza alifariki. Na anapomuosha mwanao huyo, anafahamu fika maana ya kumfanyia mtoto mgonjwa vipimo sahihi vya afya na kumpa tiba inayofaa. Imani katika waganga wa kienyeji, uhaba wa huduma za matibabu na kiwango cha juu cha watu wasiokuwa na elimu katika eneo la Lorgum vimechangia pakubwa vifo vya watoto wachanga. Wakati mwana wao Akuam Adekei na mumeo Adekei Tia alipougua, hawakufahamu maradhi aliyokuwa nayo, hali iliyowaelekeza kwa mganga wa kienyeji. Kwa masikitiko makuu, mtoto akafariki. Mtoto alianza kuugua jioni, tukaamua tulale kisha tumpeleke kwa mganga kesho yake.
Kesho tulipofika kwa mganga, mtoto akafariki hata kabla ya kutibiwa. Aina yote ya maradhi kwa mtoto ingewachochea wazazi kutafuta huduma za daktari wa kienyeji. Lakini sasa hali imebadilika. Upo mwamko mpya. Ujio wa wahudumu wa afya wa kujitolea vijijini umegeuza kabisa mkondo wa kutafuta na kupokea tiba katika vijiji vingi katika kaunti ya Turkana. Wakiwa wamepewa jina maalum na wakazi kwa madaktari wa kijiji, wahudumu wa afya wa kujitolea wamelijaza kikamilifu pengo la uhaba wa huduma za afya. Our people are now gaining access, or they are embracing the health services because of the knowledge they have received from the community health volunteers. Atekeitia na mkewe Akuam Adekei wanasema walikuwa karibu kumpoteza mtoto wao wa pili alipoanza kuugua na kuonesha ishara sawa na zile alizokuwa nazo mtoto wa kwanza aliyefariki. Lakini kutokana na hali kwamba walikuwa wamepata ufahamu wa kuwepo kwa wahudumu wa kujitolea, ikawa rahisi kwa mtoto wao kufanyiwa vipimo na kupewa tiba sahihi. Mtoto wa pili alianza kuugua akiwa na mwaka mmoja. Daktari wa kijiji alipokuwa akiwatembelea watu, akampata mtoto akiwa na matatizo ya kupumua. Akatushauri tupeleke mtoto hospitalini. Hospitalini mtoto akafanyiwa vipimo, baadaye akapewa dawa. Siku iliyofuata mtoto akaanza kupata nafuu na hadi leo hali yake ni imara. If you train these people on how to first of all recognize these relatively easily recognizable diseases, and then to teach them how to treat it, or to teach them that at this point you really need to go and get medical care at a qualified place. That makes all the difference. Wapo takriban wahudumu wa afya wa kujitolea 1000 katika kaunti ya Turkana, na baada ya kupokea mafunzo yanayofaa kwa kusudi la kuwezesha kuendesha majukumu yao, wamekubalika katika jamii. Shadrack Miti, KTN News, katika kaunti ya Turkana. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi na kisha nitarejea na taarifa zaidi, usiende mbali.